utongoini thini wa studio tunamwe katiwa achanganuzi kana ataalamu makoneti endi maundu makoneti uteti endi ethiwa aichanganya iluga japo kikambano cha ambao kuna chenga ngaliko ni swingi lakini tuiwia utatuwia radhi mpenzi mtazamaji ni kana yetu viki kwithiwa tuyamba bosa kintu tumanye balata ndi tuwe na balata elekele wingaliko ni sune tuingaliko ni nu ukutaitwa Facebook ni Mwimo TV Kenya no viki kwithiwa yuko atiani anaitwa imwe kwa imwe vau na nipatia kwa nanga hivi nda bwana Dennis ningependa uchukue hiyo fursa kwa heshima na tahadhima uweze kumsalimia mpenzi mtazamaji ndipo sasa kutoka hapo tuweze kuendelea. Okay, kwa majina naitwa Dennis, maarufu cha Dennis, jina ambalo huwa nalitumia sana kwa kisiasa. Ningependa niseme ya kwamba asanteni sana kwanza kwamba nichukue nafasi hii nipongeze Mungu kwa kunifikisha mahali amenifikisha. Kwa hakika ni neema yake. Right. Niambie wananchi ya kwamba tuko pamoja na tujadiliane wakati tunapokuwa na shida na tusaidiane, na wakati mnapoenda kwa Christmas kuku yenu mnapokula mkule vizuri na Mungu awajalie. Yes. Asante sana na karibu sana kwa studio za Mwimo TV. Kuni wende twasi akana ni ukumba wa mukamba ni kwa tendi nena kiu ambado no kwigwa. Nyenda tu ambao sisi wamu ndi producer ngaliko ni sio kele studio pa na bisa save wambe utweki seki 7 ni kana ndi ndi to abikie kwidwa tu imanya kitu nene. Bwana Dennis ni wa bisa ila tubikieta kwidwa ndi tuona uitembea wina ndongo ikauta. Voende live ndani mwa senator wa county ya Masaku bwana Johnston Muthama ngaliko ni swingi pia wina President William Ruto. No wambo tunenga bisa wani chao chabikito kidwa kiendea ndini wabisaini kana ndi kumaputu bike kwidwa tuendea. Katika hizo vita ambazo unaziona katika mitandao naona kwamba nilikuwa natembea nao viongozi wakati wa handshake, wakati ulifika wa 2017 somewhere there, wakati William Ruto walikuwa na mkwaruzano na aliyekuwa bosi wake Uhuru Muigai Kenyatta. Ndio mambo ikakuwa mingi, watu wakuungana wakaamua kutembea na mstari mmoja wajue kama watatengeneza serikali ambayo tuko nayo kwa sasa. Right. Kwa hivyo tuliungana, tuliweza kukusanya sisi kama wanarika na kukuwa na watu wengine, tukaamua tutatengeneza forum ambayo itachanganywa siasa za Lower Eastern regions and the other regions across the country, ambapo hao wanarika ndio tulikuwa sana tunaongea na wao ili tuweze kuunganisha, tulete kura zetu pamoja. We be united. Right. So that we can speak in one voice. Hiyo ndio ambayo tulikuwa nao, na katika hii harakati unapata umefikia kiongozi fulani, na mara nyingi tulikuwa tunatembea nao kwa sababu for example kama Mheshimiwa Muthama alikuwa ni the former chair of United Democratic Alliance UDA party, ambaye pia alichangia pakubwa sana kwa ushindi wa William Ruto. Kwa sababu William Ruto kwa hakika alishinda kura za urais na tofauti ya 230 votes ambazo zinaaminika kwamba zilikuwa zimetoka katika eneo la Ukambani. Yes. That is equivalent to 25%. Alright. And that is what William Ruto was looking for. 25%. Alright. Na hakika alipata kwa Lower Eastern regions, ambapo inamaanisha kwamba alipata kupitia kwa Mheshimiwa Muthama. Kwa Mheshimiwa Muthama. So naye Mheshimiwa Muthama alipata support kupitia kwa nani? Sisi wanarika pia. You get? Yeah. Yes. Ingekuwa sisi hatukumsaidia kufanya registrations na kufanya katika social media, because hata social media ilitumika zaidi kupopulate Mheshimiwa Muthama, Banda na wengine akina mtu alikuja late baada ya tukua karibu kumalizia. Alright. Yes. So ebindani hiyo ndemo Muthama twe abindese wani kwithwa bado tunaona na bubi tena bikia kwithwa ineno kethia ende ukamba ni twabikia kwithwa tuiwa kwina ngumba lakini mambo ni tofauti. Mambo ni tofauti but ukiangalia vile matarajio ambayo Wakenya walikuwa wanatarajia, aswa sisi kama wanarika wa kutoka sehemu ya Ukambani, na sisi kama sisi tulisimama na Mheshimiwa Muthama na kumsaidia. Na pia mkasimama na President William Ruto. Tukasimama na naibu wa rais wakati alikuwa naibu wa rais that time. Who is now the President of the Republic of Kenya. So ukiangalia wakati watu waliamini sana. So hata yeye naweza amini ya kwamba anaweza kuwa alipatiwa kazi ya Parliamentary Service Commission. That is the commissioner of Parliamentary Service Commission. That unajua kazi anatumikia wananchi. Alright. Yeye anatumikia wananchi. It's not serving one region. It's serving the people of the Republic of Kenya. Is a national figure. So mambo mingi hata hawezi kuwa na wakati mwingi wa kwenda wapi
kwa siasa. Right. Unapata maybe ako busy kwenda nje kufanya mambo ambayo inaleta manufaa kwa wananchi wa Kenya. Hiyo ndio ninachosema, but ningemuuliza mahali alipo, kwa sababu things are not good on the ground. Mambo sio mazuri. Wakati unasema ya kwamba mambo sio mazuri, so ningemuuliza ya kwamba atokezee, kwa sababu wakati walikuwa anatoka kila weekend anakuwa either Kitui, Machakos ama Makueni ama Mwingi. Every weekend ilikuwa lazima akuwe huko. So ningemuuliza tu mahali aliko Mheshimiwa Muthama. Is my friend actually. Is my friend. Right. It's because we have tumechukua muda bila kuzungumza. Right. Maybe because of commitment ambazo amekuwa nazo za kazi. So ningemuuliza mahali alipo, atokezee, aambie wanarika na aambie wananchi wa kutoka sehemu ya Ukambani. Awaambie kulienda aje, ukakuwa aje na nini ninakuja. Because they still believe on him. Right. They still believe on his voice. Wanaamini bado sauti yake, kwa sababu ako na sauti. Sijui kama unanipata na kuelewa vizuri sana. Okay, kuna jambo ambalo bila shaka umeweza kulizungumzia wakati unaposema ya kwamba things are not right, ama mambo sio mazuri sana kule nyanjani on the ground. Amaanishaje? Mimi nimetembea, Mr. Jimmy, nimetembea sehemu mbalimbali. Ikiwemo hata Mount Kenya Regions. Nimekuwa nikitembea na wale group ambao tulikuwa nafanya na wao. Wakati wa 2022 mwaka 2022. Nimetembea nao, but ukisikiza vile watu wanasema siko siku nzuri kusema kule, kwa sababu ya siasa zimebadilika. Wananchi wamekasirika. Alright. I can tell you the truth. Kwa sababu wanajisi ya kwamba wametupiliwa mbali, hakuna mwanasiasa ambaye anakuja karibu naye. Inaaminika kwamba hao wanasiasa walikuwa wanawatumia wakati walikuwa wanatafuta vyeo mbalimbali. Na baada ya kupata vyeo wakatoweka. Right. Na wakaenda. So wana hata kuonekana even kwa barrio, they cannot be seen. Imekuwa noma siku hizi. Inakuwa ni noma. Sijui wanaogopa nini, sijui wanaogopa wananchi, sijui wanaogopa nini. So it is very important the leader to come to their own people whom they elected them. Ili wasaidiane, waulize mashida zao. So unapata sasa huyo mtu sasa, for example kama mbunge fulani, sitaki kumtaja jina, but mbunge fulani anasamaliza tuseme around 6 months bila kuenda mashinani. Huko hao watu hawana maji, hao watu hawana stima, hao watu hospitali zao hazina dawa, hawajapewa basari, wanatembea long distance kupata gari, maybe ya kuabiri gari ya kwenda town, to the nearest town. Yes. So unapata barabara ni bofu. So huyo mbunge nataka nikuulize, to be honest, atakuja ku convince these people haji, awaambie sasa nimekuja. We cannot take things for granted. Right. Haiwezekani. We have to speak the fact. Na tuambie wananchi 2027 mwaka 2027 ikifika, we must be so wise while electing leaders. Actually, let us not elect leaders for the sake of electing them. Let us not elect them because they have Prado, they have Land Cruiser, they have maybe big stomach. No, we need to be very wise, kwa sababu hii shida yote unapata saa hii iko ni kutojua ni kiongozi yupi ambaye atasaidia, kwa sababu huyu mtu anakuja na pesa anakupea. Right. Akikupea what will happen? Unajua kitambo huyu mbunge arudishe hiyo pesa ambayo alitumia kwa siasa. Kitambo arudishe hiyo pesa, itaenda more than 3 years. Atakuja after 2 years to election. Sasa anze kuwekea barabara kidogo, avumbe tu macho. This round things are not good. This round I can assure you wabunge wengi wataenda nyumbani. Alright. Just wait and see. Nyandatu ambaye kwa baadhi ni wathukumi wa serikali ya Kenya Kwanza. Ni miaka ile tuelekele mwaka wa katatu uchi na serikali ya Kenya Kwanza mina kwa sautongo. Yona maundu maende kwithwa maile hata. Serikali ni thukumi totondo ya bikiki kwa mina kwa thana kwa mwene ndi kana maundu yona mabwana atakubikia uyu mundu uyu. Wewe Sha Dennis. Unajua mimi siwezi kuambia ati wanafanya aje, kwa sababu mimi siko kwa serikali. Lakini bado unaweza ukatazama na ukaona vile ambavyo siko kwa serikali. Siko kwa serikali. I don't work with the government. Alright. I'm not there. I was not given any positions. You see, but I supported them. Right. I worked with them. I did my registrations. You see. Yeah.
So I'm just watching how things they are being done and they are not right. So unasikia kama hii mambo kama hii mambo ya SHA. Sijui chief SHA. Sijui wapi. Hiyo ni mambo ambayo kusema kweli wananchi wengi hawajui. Na imekuja kama ya digital. Digitali. Imekuja kama mambo ya digital. Hebu nikuulize, yule shusha kwa pale nyumbani ushagu, atajua kubonyeza simu na kufanya hiyo maneno? Kujisajili. Hawezi. Sio kweli? So mimi nilikuwa naomba kama tungeendelea ni mfumo ule wa NHIF. Ingeendelea kusaidia wananchi. Na wananchi wangeshinda wakiumia kila wakati. Wangeshinda wakicomplain. Na wananchi wangekuwa na hasira. Wananchi wako na hasira kwa sababu ya kubadilisha mambo kila mwezi. Hii tunatoka naenda hii. Hii haijamalizika. Na already ushaacha hii. Umeenda nyingine. Alright. So if you want to succeed, you must finish one thing at a time. Umalize ya kwanza, hiyo weke. Ujue sasa the system is working. Alright. Lakini the system hata hii ifanye tena umeingia hii. Sasa hiyo itakuwaje? Sio na mambo zima nzuri. Mambo si haiendi venye watu walikuwa wanatarajia matarajio yao. But we still believe the President of the Republic of Kenya, William Ruto, is still looking the way forward to make things work. Lakini kwa ule muda mfupi ambao bila shaka dino ilunguia miaka ile itialete nuona serikali yamba kuthukumana kuyanisia mawatho mayo tondo ya thite mwenende. Unajua hii serikali ya Kenya Kwanza iliahidi wananchi mambo mingi zaidi. Even watu wao wenyewe wanajua vizuri sana. Iliahidi wananchi, promised the Kenyans a lot of things. Zenye hata sasa ukiangalia mahali tumefikia, unless Mungu ashuki, it will be so difficult. It will be so difficult. Kwa sababu kama sasa tumebaki almost less than 3 years. We go back to the election. The deputy president, who is now the president of the Republic of Kenya, aliwaahidi wananchi itakuwa hii, itakuwa hii, itakuwa hii, itakuwa hii. Kuna barabara isitoko nao, watu wezi enda nyumbani, magari yasiwezi ingizwa barabara. For example, naweza kupatia kwa mfano na barabara ya kutoka hapo naenda Kitui East Constituency. I've been to area. Nimekuwa kwa hiyo sehemu. Alright. Nimekwambia nimetembea sehemu mbalimbali. Msema kwamba umetembea sehemu mbalimbali. Hiyo barabara Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, wakati alikuwa anafanya campaign siasa zake, alienda town inaitwa town inaitwa Zombe. Akasimama juu ya gari. Alikuwa amepeleka kuna mbunge. Right. Nimrod Bai. They agree the first thing to do with that constituency is to construct the road from Zambani to Zombe Mwitika Ward in Atamak Road. Hiyo ilikuwa ni ahadi ambayo alisema akiingia kwa mamlaka, akichukua usukani. Yes. Itakuwa hiyo ndio itakuwa the first thing to reward the people of Kitui East constituency. Sasa hivi ni miaka 2. 2 years down the line. We are remaining less than 3 years. Right. We go back to the elections. So if the Nimrod, the MP of Kitui East constituency, actually is also my friend. Is a hardworking man. That's what I can say. Alright. But kama anamaanisha ya kwamba anapenda watu wake, kwa hiyo barabara asukume rais hiyo barabara iende fanywe mpango, itengenezwe, yeko tarmac road kama vile ambavyo alikuwa ameahidi. Kama vile alikuwa ameahidi. Alright. Ili iweze kusaidia wananchi, kwa sababu unajua matunda inatoka hiyo sehemu. Yes. Inakuja Kitui town, then inapanda inakuja Nairobi. Alright. So kama hiyo barabara itatengenezwa, kusema kweli lori zitaenda kuchukua maembe yake huko, ama ichukue ile matunda ambayo imetengenezwa na wananchi hiyo sehemu, hasa msimu huu wa Christmas. Right. Yes. So hizo ni vitu ambazo rais anafaa kuungana, asaidiane, ama sana sana wabunge wamtembelee rais. Right. Kwa sababu unajua rais is carrying the whole country. Rais atumiki mbunge mmoja.
Anatumikia wabunge wote. Anatumikia wabunge wote na wananchi wote kwa jumla. Alright. I don't know whether you are getting me. Na kuelewa vizuri sana. So for example, mbunge kama mimi, for example, mimi ni mbunge wa eneo fulani. Siwezi kaa chini tu niseme rais alisema atafanya. Lazima msume, yeah. Ni lazima I sacrifice myself. Nitafute vile nitampata. Alright. Tokae chini mwambie rais, unakumbuka uliahidi hawa wananchi hii na hii na hii na hii na hii. Pia naye ayoke kwa mawazo. Au at least akitembea najua huyu mbunge ameniharakisha sana. Hata rais anaweza kasirika aseme huyu mbunge naye amenisumbua sana, wacha nimpatie barabara. Ama wacha nimwekee stima kwa hiyo eneo ambazo hasina stima. Alright. Lakini kama wabunge wenye tuko nao kwa sasa, they depend on their own. Wanajali tu maslahi yao. Wanaitwa State House, wanakaa, wanaenjoy, na kisha wanaenda. Alright. Rais hawezi jua kama hujamwambia shida zako. Kama mimi niko na shida Mr. Jimmy. Na nikwambie Mr. Jimmy, today niko na shida fulani. Niko na shida hii na hii. Kabla mimi nikwambie, unaweza jua? Hawezi ukajua. Rais ni the same tu. Rais hatumiki, nimekwambia rais hatumiki mtu mmoja. Is the father of the nation. Alright. Ni baba wa taifa. Na anatumikia kila mmoja. So wakati wanakaa wanasema rais hajafanya. Kweli rais atatoka huko kwako, atatoka State House, ama atoke Ikulu, akuje kwako kwa nyumba, ama akuje aanze kukusukuma kwambie nataka uniambie. Si wewe ndio unafaa kumtafuta. Right. But kama mbunge wako afanye hivyo, what will you expect? What will you expect, Jimmy? Hakuna mabadiliko. If you are member of parliament, is not working with the rais or with the president of the Republic of Kenya. It's not pushing him. Una expect nini? What do you expect? Nothing at all. Yes. That is the problem that we have right now. So shida inatokea kwa wabunge wetu ndio wamekuwa. Shida kubwa ambayo tuko nayo hapa. Ngoja nikwambie ukweli. Ni ya wabunge. Hao wabunge tu wanazunguka hapa. Ndio ndio wanatuletea shida kubwa. Si rais. Si rais kwa sababu sasa kwa mfano unaona sasa hii akiambiwa fanye wanafanya. Kwa mfano ile mambo ya Adani. Unakumbuka ile mambo ya Adani? Right. Kulienda aje? Wabunge walikuwa na support. Umepata? Then wakati rais alisimama kwa bunge aka cancel the deal. Wakafanya nini? Wote wakapiga makofi tena. Yes. Sasa unashangaa wako upande gani? Which side are they? Wako wapi? Right. Wako side gani? Ukiambiwa hii unapiga makofi. Ukisema nimekataa bado unapiga makofi. That means what? Hii ina reflect nini kwa? Ilikuwa inasemekana ya kwamba ni mojawapo ya bunge ambazo bila shaka zimekuwa zikitekwa mateka na rais mwenyewe. No, both the Senate and the National Parliament. You know, let me tell you something. Wacha nikwambie kitu sahihi Jimmy. Hata wabunge wako na nafasi ya kuongea. Wamwambie mheshimiwa rais, hii umeleta sijui kama itawaka. Na tukipeleka pale chini wa ground itatusumbua. Mala? Right. Itatusumbua kwa sababu gani? Sisi ndio tuko kule chini. Mheshimiwa rais ako Ikulu. Umeelewa? Ako wapi? Huko pale Ikulu. Ako Ikulu. Yeye ametulia, ana manage country. Alright. Ana run country. Ana run country through nani? Through mbunge pale. Through mbunge. Si ndio? Na kama mbunge bado akemboi anafanya, sasa ataranya aje? Alright. How? Ningependa tuachane na hiyo tuingie katika mfumo mwingine hapa. Queen Yesu ineta wa NHIF tuma NHIF twabikia kwa tulikandini washa. YouTube kiege kwa amina kuola nilia maundu makonetisha japo wengi wa wananchi bila shaka wamekuwa kilalamika wakisema kwamba wamekuwa kiteseka. Lakini sasa hivi tunapozungumza nika najua na maundu kauta maende kwa mekinyete na kukose wandini wa mawoni meki vadhukanga nyuma ambunge aingi maene ndi ndo muna ndongo ikivadhukanga ni yulu anzanzo no baniyo kwitwa yitwa iwe ni serikali nitubikie kwitwa tuamina kuona president abikie kwitwa amina kwa sakana mpende msipende lazima mifugo yenu iweze kuchanjwa. Je, maoni yako ni yapi? Unajua ndio nakwambia saa hii hiyo vitu zinaenda mpaka kwa bunge huko chini. Umeelewa? Wao kufanya kitu ndio public participation. Wangefanya kitu ya kwanza wabunge, kila mbunge kutoka sehemu mbalimbali katika taifa letu la Kenya. Wamwambie mheshimiwa rais, tunaomba tu kwa nyenyekevu tufanye public
participation. Yeah. Tusikize wananchi vile wanasema. Wakisema we go ahead. Wakikataa, so because you cannot force someone akudunge zinano ndugu yangu. Alright. Hiyo haiwezekani. Hiyo itakuwa ngumu. Na itakuwa ngumu kabisa. So wangefanya public participation, waambiwe wananchi waambiwe uzuri wa hii chanjo ni hii na hii na hii. Na ubaya usipopeana ng'ombe yako ifanywe 1 2 3, ifanywe hiyo chanjo. Ni hii effect yake itakuwa hii na hii. Waelezwe. In short, waelezwe vizuri, waambiwe ubaya wa hii chanjo na uzuri wa hiyo chanjo. Sasa waelezwe. Wananchi I think wangetosheka. Na hakungekuwa na hiyo kelele. Actually kungekuwa na hiyo kelele. Juu kwanza washapashwa habari. Umeelewa? Right. Ushapatiwa habari washapata, wamejua ubaya wa hii kitu na uzuri wa hii kitu. So it is upon to them to decide. Wao jua sasa watakaa chini wafikirie, niko na ng'ombe 6. Hii ng'ombe zangu zitapatiwa chanjo ama kulingana na yale maelezo ambayo nilipatiwa na mbunge wetu ama women rep ama senator ama governor. Right. Sijui kama umenipata na kuelewa. Lakini shida hawa viongozi wengine wakienda huko chini wanarudi namwambia rais mambo iko sawa. Watu wamekubali. Lakini watu kama hawajako. Sasa hiyo ndio shida. Sasa hiyo ndio shida kabisa. Right. Wanarudi na because they want to please the president. Kujipendekeza kwa rais. Na rais yeye anataka the fact that unaona rais anashinda akirishaifo the cabinet. Right. Apart the right people who can deliver to the people of the Republic of Kenya. Right. Umeelewa? Nimekuelewa. Angekuwa for example angekuwa ni rais mbaya, angeendelea tu na wale wa makambini ambao aliappoint kitambo. But yeye anajaribu naona solution ni hii. Tutoe huyu tumpatie nafasi nyingine ambayo ana fit. Tuweke huyu. Umepata? Right. So shida iko pale chini. Hata si huku juu. Iko pale chini na wabunge wetu. Naam, ningependa tu shikilia hapo. Nienda kwa ati hapo mundu Dennis nikanato ambe kwata matangazo kumanga likoni yakele ya studio na tuiso kelia tuiviki ya kwithwa tutialite na natika mbudhu tusiakuminia. Je, unatafuta shule inayotoa elimu bora, mazingira ya kusaidia na fursa kwa mtoto wako kukua? Usitafute tena. Katika shule ya sekondari ya St. Catherine Girls High School Machakos, sasa imethibitishwa kama shule kamili. Tunaamini katika kukuza ubora, kuhamasisha ubunifu na kuunda viongozi wa kesho. Tunatoa madarasa madogo kwa ajili ya umakini wa kibinafsi, vifaa vya kisasa kwa ajili ya kujifunza na aina mbalimbali za shughuli za ziada kusaidia mtoto wako kugundua talanta zao. Tuna nafasi chache katika shule ya sekondari ama junior secondary, gredi ya 7 na ya 8. Nafasi katika sekondari kidato cha 2 na cha 3. Kwa maelezo zaidi, tupigie simu kwa 0722 829 047 au 0729 484 386. Shule ya St. Catherine's Girls High School Machakos, mwanga kwa jamii. Mumo TV, okombao wa mukamba. Alright, nitwacokeria muciaisa mwendwa. Na thank you sana kwa lango na twende kwitha tuikwatia ni mwiko imuthini wa kilungu ki. Twende kwitha tuisisia vala tuitanthi na vala tuelekele. Tutarajie nini sasa? Ni kwithwa nitubikie kwitha twamina kwa naita benda ngusaniso. President ya saka nani lazima kwina mmane ndime kwa saka na mama itikile into so ibikie kwitha si ne wanzanzo enu. Tuatele chao. Sasa unaona hii mfutano. Hii mfutano ya sitakubali. Na mimi nataka. Umenipata? Hii mvutano ya sitakubali na mimi nataka. Kuna ule mwenye ana force. President anasukuma, mwananchi anasema kwamba sio lazima mifugo yake ipate chanjo. Bas. It is very easy. Rais aita wabunge Ikulu huko awaite. Right. Wakae chini, awaambie go and talk to the people.
Enda uongee na watu wengi. Uambie hii na hii na hii. Kwa sababu 100% hawa wabunge ndio wako na shida na hiyo huwezi nitoa. Hawa wabunge ndio wanasumbua na nchi pale chini. Sikudanganya wabunge. Na ngoja nikwambie 2027 mwaka 2027 ile namba ambayo iko sahihi ya wabunge pale bungeni itapungua. Itapungua. Right. Sikudanganya. Wataenda nyumbani. Wabunge wengi they'll go home. Just wait and see. Na president? Sasa president they cannot decide because they are, unajua Kenya iko na watu wengi. Right. We are millions of Kenyans. Lakini so ukisikiza, I cannot say whether the president will be re-elected again or not. It is upon the Kenyans. Lakini umesema kwamba umetembea ground, umesikiza sauti za Wakenya. Nimesikiza sauti, unajua that's why nimekwambia, unajua kwa upande wa kura za urais inaweza kuwa hivi. Anaweza shinda urais tena. Kwa mfano, anaweza shinda kiti ya urais. But ikuwe wale wabunge ambao alikuwa na wao hawako tena katika hiyo kipindi ya pili. Sio kama mmenipata? Anaweza kuja kwa mfano, anaweza kuja tu kushinda tena kiti ya rais. We don't know. Right. Hatujui vile kutakuwa. It is only God knows. But mimi nataka nikuhakikishie hawa wabunge they'll go home. Kiti ya rais sijui. Hiyo tuachie Mungu ndiye atatuambia. Only God knows. But nataka nikuhakikishie wabunge, kwa sababu wananchi ndio wanaumia hapa chini. Hawataki. Hiyo shida itakuwa sasa ni sijui niweze yeka kwamba wakati wa Jubilee yule 2022 yule mbunge alikuwa anasimama na chama ya Jubilee alikuwa anafanya nini nyumbani? Nijazia hapo. Okay. Sasa sijui, but nimekuambia vizuri hawa wabunge wasipochunga watatumwa nyumbani na hawa wananchi. Hawa watu wamekasirika. Right. They need people who can deliver. The people can be close to their people. Wambunge yani viongozi ambao watakuwa karibu na wananchi wao. Alright. Bwana Dennis, tutambite kumanthini wa iseso yeje mwanya ya ukwata chanjo kana nzanzo kwa indositu. Yani kana wethugise kwina amu maene ndi alame ukwata mba uendekethio na kwina ngi meuleana na uendekethio. Ukethia yubani tabena makundi ele. Yubake wa baili hata ila tuona president ya sani basukumwe ya sani lasima kwina amu meusupport na kwina ngi meulea. Ni kumaanisha kana imwe sienda isanzo ingi itilwe kana pendata. So katika hiyo mpango unajua saa hii kila kitu imeingizwa siasa. Kila kitu imeingizwa siasa. Alright. Siasa ndio imekuwa mingi. Unapata huyu unataka kufanya, unasema kuna wale wabunge wataki. Sijui kama nimegeti. Kuna wale wabunge wataki. Wanasema kama unataka kuchanja ng'ombe yako wewe chanja. Alright. Wananchi watafanya. And that is normal. That is normal. I mean that is normal. Why do I mean that is normal? I mean kwa sababu unapata ni siasa inaingilia kati. Maybe huyu mbunge ataki maybe rais. Na maybe kuna ule mwingine anataka rais. Ni kama tu anataka kujipendekeza. Yes. Aonekana anafanya kazi na rais. Alright. Umepata? But yeye mwenyewe ajaeleza wananchi uzuri wa hii kitu ni nini. That the main thing. Explain to the people. Explain to so the public people participation ifanywe. The benefit. Ya vaccination. Okay. Na disadvantage yake ni nini? Na wananchi wataweza kukupata vizuri. Alright. Wakubali ama wakatai. Then kama watakubali utaenda kwa rais, mwambie mheshimiwa rais, ile namba ambayo niko nayo huko kwangu kwa eneo bunge langu ni kubwa na wanataka chanjo, tupatie maofisa wafanye hiyo kazi. Umeelewa? Nakuelewa. Lakini kama watu watana kama wewe kama mbunge umesimama katika eneo lako, either maybe katika mkutano mahali umefanya kitu ni public participation, umeongea na wananchi wakasikiza maoni yao na wakakataa. Tafadhali hakuna haja ya kusukuma hao watu. There's no need to push them. It is not a must. Si lazima. Si hata tumekuwa tukichanja. Kitambo. Kuna mtu aliye tusukuma. Imekuwaje sasa imekuwa ni lazima? Nikuulize, si wewe uko na ng'ombe? Hata kama sina. Si umekuwa ng'ombe for example ikikuwa mgonjwa. Unaita mtu anafanya maneno. Anachanja. Uliwezi kuma na mtu? Hakuna.
let us not do things by force. Right. Tufanye kwa utaratibu, and we request. We request wananchi tuambie ni hii na hii na uzuri wake ni hii na hii na ubaya wake ni hii na hii, but kufanya mambo kifua by force, I think it will not work. That unaona kutakuwa unapata rais na si rais, wabunge watakuwa na wakati mgumu. Rais, nimekwambia rais hana shida. Rais hana shida ndio wako kabisa. mashakani. Wabunge ndio wako kwa shida, ndugu yangu. Rais wachana na rais. Rais hana shida yote. Alright. Yeye hana shida. Yeye akisema ama ameona hii kwake ameona ni mzuri, ana introduce kwa wabunge. Alright. So it is upon to wabunge to go to the ground to speak to the people or to his people from his respective constituencies. Right. You get? Wakikubali ni sawa, wakikataa wanarudisha report. Unajua the problem is that our bunge they don't come back to rais wamwambie kumekuwa hivi. Umeelewa? Hawarudishi ile report ya kwamba tumepata huko chini siku nzuri. Wakifika tu wanapiga makofi. Sasa naye rais anajua mambo iko sawa. Ile siku mimi anaamua kutembea eneo bunge fulani ya mtu, huo mbunge mimi anaingia kwa nyasi kidogo anjifiche asiye aibu. Alright, thank you. Yani ndeto ambayo kila niliandini wa maundu mako ne tienza mayusa kwa na mipaka vandi ya Kenya ilani ya IBC. Kubikia yu tuithite tuonete itambia hivi kite kitwa yambite kuselewa na kuina alama ya sekana isele tuye no kondwa kulicha maundu mako ne tioteti matarget ite 2027. Kuina alama ya kwa sekana mavisa ma IBC malitaidwa wa masa kuiwonoke thia undono wabikie kwitho yete ngusanisio. Kuina alama ya sekana itambia bikie kwitho ya mina kuunga mweti na ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kuthache kwa ni kotini aleanete na maundu mako ne tia kunyubwa kwa mavisa ama IBC. What is your take on that? Kitu ya kwanza, according to the Constitution of Kenya, the country without IBC is in danger. Alright. Napata inchi bila tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC. Yeah. Bila hiyo iko katika hatari. Kwa sababu sasa as we talk now, kuna maeneo fulani kama wakilishi ward hazina MC. Sinisikia kuna mbunge mimi alifariki. Yeah. Kuna wakilishi ward ambao washafariki na bado hao watu hawajaipata. Hawana viongozi. Hawana viongozi kwa mfano. Kura hazije kupigwa. So I think it is upon to oppositions wapinzani sasa kurudiana, wajue vile wataongea na rais, wasukumi mambo ya ABC iende through. Just simple and clear. Just simple. Waongea na rais, they bring their minds together with rais, wakae chini kwa table, waseme nataka hii na hii. Lete kama kuna wanangangania tu position. Hakuna kitu kingine, hii ni position tu wanangangania. Right. Those are the position, they just wanangangania tu. Wakae chini waseme kila chama ilete hii. Wakae chini waseme huyu ndiye anafaa kuwa chair, aekwe. Huyu ndiye anafaa kuwa naibu chair, aekwe. Huyu ndiye anafaa kuwa maybe whatever, karani, aekwe. Hivyo ABC tengenezwa story hishi. Lakini sasa lakini kumbuka ya kwamba bado tumeona kumekuwa na mvutano. Yani kidwa kwina alama ya sekana Kalonzo Musyoka niwo ithitwe asukumite kwa ni kotini na bado kiona alama ngalikoni ya President William Ruto alama ithitwe mayase uyu ngalikoni no inge Kalonzo ni twithitwe tuona bado asukumite ni kananza mayusa kwa mpaka bado ebikie kwithwa jise ubwa so get there yani meutula muti yangi. Yes. So unajua kuna kesi niliona kuna kesi ambayo iliwasilishwa kwa court kupiga sijui ni Koke ama ni Koke na yule jamaa mwingine sijui anaitwa Albanas ama anaitwa but wakingangania those positions. So it is very clear Kalonzo au watu wote wanangania ni wa kabila moja. Wakai chini, is a leader, is a national leader. Wasikizane. Yes. Kalonzo is a national leader. Umeelewa? Akai chini, ako na say katika hizo nafasi. Aita wawili, akai chini, awaambia mimi kama kiongozi nilikuwa naonelea hii na hii, na tuache mvutano, ili wananchi pia kama wanasema ni sisi tumesababisha ABC isichaguliwe, sasa tuone kama itachaguliwa. Juu upande wetu tutakuwa tumemaliza. Alright. Lakini bado wakiendelea hivyo, unajua hata itakuwa bado haiwezekani. Itakuwa ni shida na
masiku inaendelea kuisha. So ni vizuri Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka. Yeah. Ambaye ni alikuwa naibu wa rais. Wakati mmoja. Yes. Akae chini na watu wake. Kwa hizo appointment. Wakae chini wajadiliane. Just very simple. Right. Badala ya kushinda wakipelekana kwa court, sijui nini. Unajua shida wa Kenya wengine ni tamaa. Sijui kama umenipata. Shida wa Kenya wengine ni tamaa. Right. Unapata utaki kutokea huyu na umekuwa hata kwa hiyo position. You get? Umekuwa kwa hiyo position. Huyu mwingine amechukuliwa akuwe your leader. Na hautaki unapeleka court, unapeleka kesi kotini. Umpiga. Right. Sasa what is that? Wanafaa wakae chini waongee kwa sababu wote ndio ni kabila moja. Right. Tuandini wa mambo makoneti ya. Alright, tuandini wa mambo makoneti IBC Mndo Dennis Sha. Ni kana tunabike kidhatoa mina kuona kuna wabunge wawili ambao bila shaka walikuwa wanapendekeza ili kusiwe na live streaming. Ya maundu makoneti mausungi oma kibila cha president hala media wa mai stream wa imu kwa imu kumanga likoni sia bomba sia. Yeah. Eno yona ni abisamo kana yete abisamo kwa Kenya na nicha ukitonya hivi wakina bubuke kiende na ubidhani nikimeulia na netambe ye. Hiyo ni kali. Na tangu election ianze kufanyika. Yeah. Sijui kama ile ifanyike hivyo. Inakosa wakati unafaa kufuatilia vile tu mambo yanaendelea. Ile mambo inaendelea kwa TV live. Naam. Hiyo ni kama kuficha. Ni kama kuficha kitu ambacho wewe mwenyewe ulikuwa unataka kukifanya hadharani. Unaingia nyuma ya tent. Mbona unaingia nyuma ya tent unajificha. Alright. So hiyo ni picha mbaya. Na ina reflect haji. Inaweza reflect 2 ways. Can it reflect 2 ways? 1, still in the election. 2, you don't have to have kills. Not having the kills. Right. Hakutakuwa na maybe vita nini kusema huyu ndiye ameshinda sijui nini kutakuwa nini. Inaweza reflect you. But kwangu ningeulizwa mimi sasa binafsi waeka live stream. Tuone wazi kama vile ilikuwa ya ifanyike tu vile ambavyo imekuwa ikifanyika. Kama hao wabunge wenyewe wanasema ndio nakwambia hao wabunge ndio wako na shida. Hao wabunge ndio wana shida. Ndio wako na shida kwa sababu kama ile wakati mwingine ilifanyika live stream. Yeah. Na imekuwa tu ikifanyika hivyo. Na imekuwa ikifanyika. Na imekuwa ikifanyika hivyo. Yes. Kwa nini tena wangeuze hiyo story, wangeuze hiyo sheria, walete hii ya kutoleta ya kuficha mambo, ya kuficha mambo ili Wakenya wasitambue kile ambacho kinaendelea, ama Wakenya wasitambue yale ambayo yanaendelea katika Bomas, yale ambayo katika yanaendelea katika mambo sehemu mbalimbali. Mbona wanaficha? Right. Hiyo inaweza reflect na inaweza kuwa na mawazo ya Wakenya kwamba watu, these people they are planning maybe to steal the election. Haifai kukua hivyo. Kama if they are genuine with whatever they are doing. Kama wanajiamini vizuri with whatever they are doing, let them just do free life. Right. So, ili Wakenya watosheke. Na zile results ambazo zitakuwa zinatolewa na IEBC. Na wakuwa wametosheka, yes, huyu ndiye amechaguliwa. Tumeona wameachana haje. Unaona hiyo difference? Yeah. Wajue. Sasa ikikuwa black kabisa, hakuna kitu. Sasa inji itatomeka vizuri. Ama sijui labda maoni yako hayo. Sio sasa juu sasa watu utasikia tu mtu ametangazwa. Right. Utasikia mbunge fulani ametangazwa. Hakuna kitu umeona. Ujui ni nini? It is not good. Ningeambia rais ashikilie vile zilifanyika last general election. Zirudiwe the same. Right. Hiyo system venye ilifanyika ifanyike the same to avoid a lot of noise. Napata? Nimekuelewa. Yes. Katika harakati za kujipigia ndebe kipindi ambacho kilipita tuliona Rais William Ruto akisema ya kwamba there will be no more abductions. Sasa hivi mambo imekuwa ni tofauti sana. Wakenya wanazidi kulalamika, wengi wanazidi kulaumu serikali ya Kenya Kwanza chini ya uongozi wake Rais William Ruto. Imekuwaje hadi ambazo bila shaka alikuwa amesema bado zinaendelea na tunazishuhudia na kuziona siku baada ya siku? Okay, Jimmy umefanya vizuri kuuliza swali. Yeah. Very nice question. According to the way things they are being done,
in terms of abductions. Mimi nataka nikwambie ya kwamba hii abduction ambayo inafanyika na watu ambao hawajulikani. Na watu ambao hawajulikani. Wao wajui, mimi si wajui. Hata rais mwenyewe hawajui. Nataka nikwambie. Hata yeye mwenyewe hawajui. Ajui wale ambao ndio nakwambia hii abduction ambayo inafanyika. Wanateka nyara wa Kenya wenzetu. Wewe au hawajui kabisa. Hawajui kabisa. Na mimi si wajui. Na rais hata yeye mwenyewe hawajui. Alright. Unapata? So yeye mwenyewe aliahidi ya kwamba hakutakuwa na hizo abductions. Sasa unajua rais ni mtu. Ni binadamu kama sisi. Ako na familia. Ako na ndugu zake, dada zake ako na wao. Ako na family relatives. Na pia ako na responsibility ya kuchunga pia familia yake. Right. Unaelewa? Apart from Kenyans. Apart from Kenyans. So hiyo ni kitu ambacho sisi wa Kenya tunavaa hata sisi tujui. Ni binadamu kama sisi. Right. Na hizo abduction ambazo zinaendelea ndio nakwambia hata rais. Tulisikia wakati mwingine hapa akiongea wakati alikuwa Dista. Akiongea na wanarika ambao tulikuwa hapo akisema na one of the guy akaraise issue ya abduction. Right. Akasema nimeorder hizo abductions ziishi. Yes. Umepata? Lakini bado they are still going on. So ndio nakwambia to be honest, sijui tunaweza fanya aje sisi kama wananchi. Na pia wananchi pia kuna vitu zingine ambazo tunafanya. Kuna vitu ambazo tunafanya ambazo hasifai. Not in social media. We need to be very careful. We must be very careful while we are using this social media. To be honest, I've been using social media. I've been populating different leaders, including the former chair, UDA party, Mheshimiwa Muthama, and the other leaders. Alright. But let us use I can tell the Kenyans wherever they are, let's take this opportunity to use social media to benefit ourselves. To benefit ourselves, but not taking that advantage of having social media, of having TikTok, of having Twitter, of having WhatsApp, Instagram, to create enmity with our leaders. Alright. The same. The reason why, unaweza pata kwa mfano, nimeweka this certain leader, nimemweka picha fulani. I think you know where I'm heading to. You know where I'm heading to. So hebu nikuulize, unajua ndio nakwambia hao viongozi ni watu pia. Ni watu kama sisi. Alright. Na wako na watu wao. Na wakati unapofanya jambo ambalo hata we mwenyewe hata alimpendezi Mungu, I think ukichukuliwa ukiumwa pale na ile maneno sasa unalia. Sasa unalia nini? Lakini chenye nasema hivi, kwa sababu hizo abduction ambazo zinafanyika, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza fanya abductions. Hakuna. Mimi sasa isipokuwa nani? Sitaki kusema hiyo. Right. So what is there? It is upon the security agents whatever they are, mahali waliko. Right. Kwa sababu inasemekana, for example, unapata maybe mtu amechukuliwa na polisi na anapotea. Imekuwa ikifanyika hivyo. So unapata maybe amechukuliwa. So nilikuwa naona kama mtu amefanya kosa fulani, ni vizuri kama mtu niulize tu our security agents. Kama mtu amefanya makosa, mimi nimefanya makosa, mimi kama Dennis. Mkiniuma mniweka pale kwa ile Subaru. Moja kwa moja hadi kituo cha polisi. Moja kwa moja hadi kituo cha polisi. Naam. So that our people watakuwa na shida ya kuangaika, alipelekwa wapi. Lakini sasa shida ni mnauma mtu na anamaliza siku 3 bila kujulikana mahali aliko. That is the problem that we are having now. Right. So ningeuliza tu our security agents mahali walipo, tafadhali viteko za usalama. Kama mumeshika mtu amepatikana kwa social media akifanya vitu ambazo hazifai, ama ameongelea maybe ametukana kiongozi fulani kwa mambo ambayo hayamuhusu na ametoa matusi chafu, ni vizuri mkiume huyo mjamaa ama huyo yeyote, mkimuuma hivi direct to the police station. Right. Umweka hapo, kesho yake kama mnampeleka kotini, watu wako wampate wapi? Wampate mbele kotini. Lakini sasa mtu unachukuliwa unapotea siku 3 au patikani. Unajua hiyo inakuwa worry to your parent. Umeelewa?
Nothing umenipata chenye na maanisha. Nimekuelewa. So ni vizuri security tafadhali mahali walipo. All the security agents to take note of this. Wakishika mtu wapeleke kwa police station. Right. Na waruhusu huyo mtu apige simu, apigie watu wao simu. Awambie, my mom nimeshikwa. Nimeshikwa, sijui chenye nimeshikiwa, nimeambiwa nitasemea mbele. So wakati unajua wamemruhusu huyo mtu amepiga simu kwa watu wako already washajua kwamba Dennis ameshikwa. Mabara. Na kwa mahali fulani ameshikwa. Na hako katika police station fulani. So watapuliza one on one to police station. Waenda mpata hapo ongee, kama ni kotini afikishwe, kama ni hiyo ndio inafaa kukua. Alright. Lakini kushika mtu na umalize 3 days ama 1 week bila unamsumbua tu, hakuna haja. Hakuna haja. Right. Ni vizuri askari ama yote ambaye maybe anafanya yote tu, we don't know is doing this work, but yote who is doing that work, tafadhali ukishika mtu peleka yeye police station. Manipata? Peleka yeye police station, mpatie nafasi apigie watu wao simu, awaambie nimeshikwa na niko police station fulani. Hiyo I think hiyo tapunguza hii maneno ya abduction. Alright, thank you sana. Thank you. Swali langu la mwisho in less than 2 minutes tafadhali, sababu naona wakati wetu bado unazidi kuyoyoma na wakati unazidi kutupa mgongo. Je, kwa alama ya sakana jini vinda ambaye ya mukamba kama 2027 kosa kivile cha president. Etina wasilikali live boko idho waende baloketi ande kwanzie mwe kana nzienge. Woni wako inyoiba. Kalonzo busose ya kosa kivile kicha president come 2027 kana bado nuko napenda bantu batialite in less than 2 minutes tafadhali. Okay, hiyo ni swali mzuri, lakini nataka nikwambie Jimmy, nimekwambia Kalonzo Musyoka was a former deputy president of the Republic of Kenya. During the time of Kibaki. Alikuwa naibu wa rais. Right. Manipata? Yes. Bado he has the influence. Right. Both in his regions and across the country. Right. Mela. So ako na influence ya kwao huko region yao na across the country. Tuseme across the country. Right. Ako na influence. But according venye viko mambo iko ni kulingana vile hizi region out they will vote. Vile watapiga kura. Pia kura huwa zina matter. Numbers matters a lot. Right. So I'm not saying he cannot be the president, but he has high chance. Now. Right. Ako na nafasi kubwa sana. I can agree with you that I think I was with you the other day. You know what we said? Yeah. Kalonzo has high chance now to be the president of the Republic of Kenya. But only if he will commit himself to the people of Kenya and work closely and bring all the leaders who have been left behind, Right. to bring them together, to speak one voice and to move together. First of all, anafaa afanye atembee Kenya mzima, achane huko kwao. Let him leave his region. Aachie watu kama akina Dennis na wale wengine wafanye registrations, wafanye mobilizations ya wana youth, waongee na wao, waambie imekuwa hii niko hivi, imekuwa hii na imekuwa hii, atoke nje aende huko kwingine. Alright. Na ngoja nikwambie, kama atafanya hivi na ungana na viongozi kadhaa, anaweza kuwa atakuwa na nafasi bora sana. Anaweza kuwa rais ama akuwa na wabunge wengi. Hiyo ni Mungu tu atajua. Alright. But italingana na vile rais ule Ruto atakuwa amedeliver. Alright. You don't know. Anaweza deliver na hizo dakika za mwisho pale. Dakika za mwisho. Sasa hii nikuulize, hii barabara ya kutoka kwenye kwenda mahali fulani. Kwa mfano, hiyo constituency yenu, hiyo ni mbunge yenu. Rais atume mbunge wenu mara moja yuko lami. Nataka uone dakika ya mwisho ndio nasikianga wakati game inaanza. The last minute can save a man. The last minute can save a man. Donge. Alright. Anibara? Nakuelewa. So anaweza jisif pia rais anaweza amua sema constituency fulani ile barabara. Constituency na within 6 months ishi allot hiyo story ishi. Hadi mali pengine afanye the same. Sasa nikuuliza sitakuwa
atakuwa amemaliza. Ndio kusema mudhi tafadhali. Ni vizuri pia. So ndio nakwambia sasa hii kama anataka kama Kalonzo Musyoka, ndio nimekwambia Kalonzo Musyoka is a national leader. Is the leader of laws and regions, not a leader of laws and regions, but the leader of this country. Is a national leader, is a national figure. He has opportunity to be the president of the Republic of Kenya. Thank you. Rais wa Kenya. So yeye kama anafaa sasa aanze kuungana na wale wabunge wengine, wale leaders wengine kutoka sehemu mbalimbali katika taifa la Kenya. Ili tuanze kuona pia influence yake kwa wananchi. Vile wananchi wamesimama na yeye, na vile pia naye alisimama na yeye wakati wa Andani, wakati wa Gen Z, you see. This round amefanya jambo ambalo pia wa Kenya inafutia wa Kenya. Unaona? Kalonzo has done something yenye pia inafutia wa Kenya sana. Kwa sababu hiyo shida ambazo zimekuwa nazo amekuwa akisimama na wananchi mara nyingi. Sasa yeye amesimama na wao. Unaona hata ile wakati wa impeachment ya Gachagua what happened? He ran to Kalonzo akamsave. Although he never saved, but walijaribu. Yes, he tried. Na ndio maana wamesema lazima warudishe mkono kwa Kalonzo kama 2027. Kurudisha mkono sio issue. Ndio nakwambia kura zako ndio vote numbers. Wanaweza mrudishia. Na aende through pia. Akienda through it is well and good. But nataka niwaambia kwamba Kalonzo is a national leader. I personally love him. I personally nampenda kwa sababu ya hajaikuwa na mambo na corruptions. Hajaikuwa na mambo na cases za maybe amefanya hii, amekuwa ina hii. All the way amekuwa mtu ambaye anaweza eleweka. That's what I can say. But yeye mwenyewe kama anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ni lazima aache eneo bunge lake. Lazima aache eneo lake, atoke nje. Atoke nje. Aende atafute kura sehemu mbalimbali. Hata huko kwa Mheshimiwa Rais William Ruto. Aende huko. Aongee na watu, asikie kama atakubalika. Atakubalika well and good. We may not know. Anaweza kuwa the 60th president of the Republic of Kenya. We don't know. Ama William Ruto arudi. Hapo kuna shida. Hapo mambo ni mawili. Sasa hapa we don't know. Rais akirudi well and good. Kalonzo akiingia well and good. Because by the end of the day, these leaders will not come to you. Thank you. They will not bring anything to you. So ni vizuri sisi wote tuangalie vile tunaweza saidiana, mimi na wewe, wale wengine na wale wanarika wengine ambao wamekuwa kidanganywa na wanasiasa. Kwa sababu wanasiasa wengi wamekuwa wakitumia pesa zao kupata vyeo. Na huyo mtu akishapata hiyo cheo, kitambo arudishe ile pesa ambayo alitumia kwa siasa. Si miaka imeisha. Anakuja kuwadanganya tena. So we need to be very wise. Hiyo ndio nafaa kuambia. Thank you. Dennis, isaji tu niona ni adhelana nitwabe yenda tika ile yolo. Second miongo tatu ndeto sia kusiamudia tafadhali. Ndeto sia kusiamudia in less than 30 seconds. Jimmy. Nataka nimalizie niambie wa Kenya mahali walipo. Wote kwa jumla. Especially our fellow youths across the country. Not only from lower regions. But across the country. We need to be very wise. We need to be very smart while electing the leaders. Are you getting me? Tukue makini sana tunapochagua viongozi na tujue ni akina nani ambao tunawachagua. Because most of the leaders now, they have failed us. Actually, our fellow youth, my fellow youths, wherever you are, please, you have an opportunity ya kukua mbunge, kukua MCA, kukua senator, kukua governor, na kukua women rep. So tuchukue nafasi hii badala ya kupiganishwa na wananchi na kupiganishwa na wanasiasa. Akikuja tumpokee vizuri, but let us ask this leader, what have you done for the last 5 years? Those are things that we'll be talking about. Next January 2027 itakuwa mimi nataka kuona kazi yako umefanya aje. Kama huyo mbunge hajafanya kazi, tafadhali pelekeni yeye nyumbani. Hakuna kushinda tukisumbuana. Huyo mbunge kama hajakuwa akifanya kazi, hakuna kushinda akiwapatia pesa mnakula 50 mnaenda. Hiyo ni kama kuuza kura yenu. Kitambo huyo mbunge arudishe pesa yake.
miaka itakuwa imeisha. Alright. So lazima sisi wanarika wote tuungane na tutembee na njia moja. Alright, na tuache kupiganishwa na wanasiasa. Let's be our own. Let's love one another and move together. And one voice. Thank you. Alright. That's what I can say. Na sisi tupendane wanarika tafadhali mahali mlipo. Alright. Na tusaidiane. Ukiona mwanarika mwenzako anataka kuania kitu fulani, usiende huko kando useme ati hawezi kuwa, kwa sababu hana Prado, kwa sababu hana Range Rover. Umepata? Nakuelewa. So ni vizuri natumai wanarika ambao wananisikiza saa hii. Lazima tuache siasa za pesa. Siasa za pesa lazima tuache. Kama mnataka hawa wabunge ambao wanjakuwa wakifanya kazi waende nyumbani, ni lazima siasa za pesa tuweke kando. Alright. Kwa sababu hawa watakuja wakupatie pesa 200 waende. Kitamba rudishe 200 yake ambaye alitumia, hata kwa amefanya kazi miaka 5 itaisha tu akifanya hapa. Thank you sana. Natumai ya kwamba ujumbe wako umeweza kuwafikia. Kwa sababu ya wakati ni ruhusu tu tumalizie hapo Mundui Dennis Esha naende tu hivi kia kwithu watu iweta muthana hivinda ingi otahitu bikia kwithu watu ikwati ani andeni wa kinunkingi kimwanya utakia. Asante sana Nundu akuka na kwitikila kuna namba jambo moja la mwisho, dakika moja sekunde 30 tafadhali. Tafadhali nimesahau kuambia Merry Christmas. Alright. Mungu awabariki na akuwe pamoja na nyinyi, na muendelee. Wale ambao wanaenda kanisa na si wale ambao wanaenda kanisa, naomba tu watu wote waende kanisa, wakaombe Mungu, washukuru Mungu kwa yale ambao amewatendea. Na mshirikiane na wazazi wenyu, wale ambao wako nyumbani, wale ambao wanasafiri kwenda nyumbani, na watakia safari njema na sikukuu njema, na Mungu akuwe pamoja na nyinyi. Na tafadhali tena, mwaka 2027 ninaomba mkuwe makini sana mnapochagua viongozi. Ya mwisho nikimalizia, pia Mheshimiwa Muthama, wherever you are my friend, tokezea kwa wananchi, wacha kupotea, wacha kunyamaza. You still have the voice from your region. Alright. Tokezea, ongea na wananchi, tujue msimamo wako umefika wapi na umeamua aje na utatuelekeza wapi. Right. Naomba tafadhali uanze kutembelea wananchi, kwa sababu they need to hear from you. Thank you sana. Naende mbitikira tukunienzo mandi vau. Thank you sana kwa lata viki yako that amina utambani mwe kwa imwe wa kilungu. Kwa yumu sasa mwendo watu itikiletu ambaye so thiumo na tuiko mana mwendo ni wa saa 3 ndeni wa mesa kidima chama vonde ni wa studio twedu wanakesha Dennis ni tawa Jimmy Wambua kwa yu Tivanesa. Chuo cha Utalii na Ufundi cha Machakos MHTI iliyopo kando ya mtaa wa Wote Katoloni ni miongoni mwa shirika la TVETA ambayo inayokuwa